kwamba itikafu upande wa lugha ya Kiarabu ni kulazimiana na jambo, wa habsu nafsi alaihi, na kuifunga nafsi juu ya jambo hilo. Basi upande wa lugha wameshamaliza hapo. Hiyo ndio itikafu. Wa fi shar'i, na katika sheria. Tushatoka kwenye lugha, sasa tunakuja kwenye sheria. Sheria ikisema itikafu inakusudia nini? Wanasema luzumul muslimi almumayyizi masjidan li ta'ati llahi azza wa jalla, ni muislamu kulazimiana sawa na msikiti. Huyo muislamu akiwa ni mumayyiz, mtu ambaye ana upambanuzi tayari, anajua haki na batil, anajua baya na zuri, anajua lengo la kuumbwa ni nini, sawa huyo ndio mumayyiz, sawa huyo muislamu ni kule kulazimiana muislamu na msikiti li ta'ati llahi azza wa jalla, kwa ajili ya kumtii nani? Allah. Kulazimiana vipi? Yani ikawa yeye amejifunga pale msikitini, hatoki, sawa amejizuia pale msikitini, hatoki. Kwa nini kajizuia? Kwa sababu ya kutekeleza nini? Taa ya Allah tabaraka wa taala, kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Tukasema kwamba muislamu mwenyewe awe ni mumayyiz, awe ni mpambanuzi. Hii ndio itikafu Sheikh, sawa sheria ikisema itikafu imekusudia hivi, tofauti na wale watu wa lugha kule. Watu wa lugha wakisema itikafu ni kulazimikiana tuna jambo na ukaifunga nafsi yako juu ya jambo hilo, maisha kwa hiyo jambo lolote kwa maana. Lakini upande wa sheria ni jambo maalum, sawa kama tulivyoona kwamba ni kulazimiana muislamu ambaye ni mumayyiz, sawa kulazimiana na nini? Na msikiti, kwa ajili ya kutekeleza taa ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maana wewe ukawa upo msikitini tu, hutoki kwa ajili ya kutekeleza nini? Amri ya Allah tabaraka wa taala, au kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa taala.